Yes, miongoni mwa tetesi kubwa zaidi kwa upande wa kimchezo hapa ndani Tanzania ni uwepo wa mchezaji nguri kweli kiungo hatari Pacome Zozo. Kweli kuhusu tetesi za mchezaji huyo Pacome kuondoka Young Africans, ndio hapa baadhi ya mashabiki wa NBC Premier League kutoka Dar es Salaam Tanzania wanaamini Pacome huenda akaondoka katika hicho kikosi cha timu ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa tetesi kuhusu kuondoka kwa kiungo huyo mshambuliaji raia wa Ivory Coast Pacome ndani ya kikosi cha Yanga zimekuwa zikizungumzwa chini kwa chini, hususan wakati wa vipindi vya usajili au timu inapoelekea mwisho wa msimu. Hata hivyo, ili kuweka mambo sawa kimuktadha, hapa kuna ukweli wa kimkataba na hali halisi ilivyo sasa. Baadhi ya mashabiki wanaamini kiungo huyo huenda akaondoka muda wote. Sasa nimekuletea aina tatu au sababu tatu ambazo zinaweza kumfanya Pacome Zozo kuweza kuondoka katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Sababu ya kwanza ni hali ya mkataba wake. Hii mara nyingi huwa inawafanya kuwafanya kuondoka katika klabu zao mbalimbali. Nitakwambia kwamba baada ya msimu 2024-25 kukamilika, kulikuwa na sintofahamu kubwa kuhusu hatima yake. Hata hivyo, taarifa za ndani kutoka klabuni zionyesha kuwa Pacome Zozo aliongeza kandarasi mpya ya miaka 2 itakayomfanya salie Jangwani hadi mwaka 2027. Hatua hii ilikuja baada ya maboresho makubwa ya maslahi yake ya kifedha. Utakumbuka kwamba Dar es Salaam Africans iliweza kumuongezea mkataba wa miaka 2 Pacome Zozo kipindi hicho, na mpaka sasa mkataba wake utaweza kuisha mwaka 2027. Lakini sababu ya pili ambayo inaweza kumfanya mchezaji mara nyingi kuondoka katika klabu huwa ni swala zima la kutoelewana na viongozi. Swala la kutoelewana na viongozi ni swala kubwa kwenye klabu kubwa kama Young Africans. Pressure mashabiki na vyombo vya habari huwa kubwa sana. Mara nyingi tetesi za kutoelewana na viongozi au kugoma hutumika kama mbinu wakati wa majadiliano ya kuongeza mkataba, yani contract negotiation, ili mchezaji apate maslahi bora zaidi, au pale mchezaji anapochelewa kurudi kambini, kwa mfano masuala ya vibali au mapumziko. Lakini kwa Pacome Zozo imekuwa tofauti kabisa. Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo vizuri na uongozi mzima wa Dar es Salaam Young Africans, so ana uwezekano mkubwa bado wa kusalia pale. Lakini point ya tatu ni kuhusiana na ofa kutoka nje ya nchi, na hii ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo waga zinafanya wachezaji kuweza kuondoka katika vilabu vyao mbalimbali. Kwa Pacome amekuwa akivutiwa klabu nyingi barani Afrika, ikiwemo klabu kutoka ukanda wa kaskazini mwa Afrika na Afrika ya Kusini, kutokana na uwezo wake mkubwa kwenye ligi ya NBC Premier League na michuano ya CAF. Kama Yanga wataachana naye, haitakuwa kwa sababu ya ugomvi, no, itakuwa ni kawaida, bali itakuwa kwa sababu moja miongoni mwa hizi. Endapo Dar es Salaam Young Africans wataweza kumwachia Pacome kwenda kucheza nchi za nje nyingine mbali na ligi ya NBC Premier League, lakini zipo sababu hizi ambazo zinaweza kuisukuma timu yoyote kuweza kumwachia mchezaji. Sababu ya kwanza ni klabu imepata ofa kubwa ya kifedha inavyovutia zaidi, na hapa ni transfer fee ambayo haiwezi kukataliwa na klabu yoyote. Mara nyingi, ni mara chache sana timu kubwa zaidi kuweza kumbakisha mchezaji wao ambaye wameleta ofa kubwa mezani na hatimaye ofa hiyo imeweza kuondolewa. Lakini kwa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, basi itawashawishi zaidi kuweza kulipa pesa ndefu kuweza kufanya transfer fee kwa mchezaji wao Pacome Zozo. Lakini sababu ya pili ambayo inaweza ikamfanya mchezaji aondoke klabuni hapo kwenda nchi za nje ni mchezaji mwenyewe kushinikiza kuondoka kwenda kutafuta changamoto mpya nje ya Tanzania. Na baadhi ya wachezaji kadha wa kadha wamekuwa wakionyesha zaidi mazima kutaka kuondoka katika klabu mbalimbali ili kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. And of course, tumeona baadhi ya wachezaji wakubwa ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwa klabuni mwao na kwenda kufanya makubwa zaidi. Hizo ndio taarifa ambazo zilizopo, lakini angalizo, mpaka sasa Young Africans haijatoa taarifa rasmi ya kuachana na Pacome, na viongozi wamekuwa wakisisitiza kuwa mchezaji yoyote ni muhimu kwenye mipango ya benchi la ufundi atalindwa klabuni hapo. Tetesi hizi zinaweza kuwa ni chachandu ya usajili isiyokuwa na ukweli
isiyokuwa na ukweli kwa 100%. Endelea kuwa nasi Mile Media kwa taarifa na tetesi mbalimbali za usajili kwa msimu wa soka 2026-27. Kwa hiyo kwa upande wa Dar es Salaam Africans, Pacome mpaka sasa anabebwa na hizo sababu tatu nilizokutajia. Sababu ya kwanza, hali ya mkataba wake ipo shwari kabisa ndani ya klabuni hapo, lakini sababu yake ya pili, swala la kutoelewana na viongozi, ikiwa ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo wapelekea wachezaji kuwa miongoni mwa kuterminate mikataba na kuondoka. Lakini katika uwepo wa Pacome, mkataba upo shwari kabisa, lakini vile vile uelewano na viongozi ni mkubwa, ni wa hali ya juu sana. Lakini ofa kutoka nje ya nchi ndio hizo ambazo bado zinamhitaji Pacome. Na tayari nimekuelezea namna gani ambavyo ili timu iweze kumchukua Pacome, lazima klabu imepata ofa kubwa ya kifedha inayovutia, yani transfer fee. Lakini sababu ya pili, mchezaji mwenyewe kushinikiza kuondoka kwenda kutafuta changamoto mpya nje ya Tanzania. Hayo ndo ya kwetu Mile Media TZ. Hakikisha kwamba unanipa comment kwenye pande wa comment section. Uwanja upo pale, type maneno yako juu ya mtazamo wako kwa Pacome Zozo. Lakini vile vile hakikisha kuwa unabonyeza alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe ili uzidi kupata habari mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye bye.